Leo tarehe 5 mwezi wa 6, nchi yetu ya Tanzania imefanikiwa kutoa statement kwa maana ya tamko ya nchi katika mkutano wa Shirika la Kazi Duniani, mkutano wa 114. Pamoja na mambo mengine, kama nchi tumeeleza namna gani nchi ya Tanzania imejipanga kulingana na theme kwa maana ya ajenda kuu ya mkutano huu ambao ni mabadiliko ya sayansi na teknolojia na navyo anaweza kuathiri mahali pa kazi na shughuli mbalimbali ambazo wanafanya, hasa sehemu ya mitandao kwa maana ya digital platform. Katika mkutano huu pia kama nchi tumeeleza mafanikio makubwa ambayo yamepatikana. Hapa tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa maono na mwelekezo yake tumeweza kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya kinga ya jamii. WCF ambao mfumo wao uko madhubuti kwa ajili ya fidia kwa wafanyakazi, ambao mifumo yote katika taasisi ambao ni moja ya taasisi inayosimamia kinga ya jamii imeweza kufanya mapinduzi makubwa na kuwa na automation kwa maana ya kutumia mifumo ya kidijitali kwa 96%. Kwa ujumla tumeeleza ni namna gani sasa mabadiliko ya sayansi na teknolojia yatakavyoathiri ufanyaji kazi, ambao kama nchi tunajipanga kuwa na mikakati itakayoendana na kasi ambayo dunia inatupeleka kwenda huko, ambapo kama nchi tumejipanga pamoja na nchi nyingine na timu ya wataalamu inaenda kujadili namna gani tutakazokuwa na sera, mipango na sheria itakayoendana na mabadiliko ya sayansi teknolojia, hasa katika eneo hili la artificial intelligence kwa maana akili unde. Mjadala mkubwa umekuwa, je, ujio wa artificial intelligence unawenda kufanya watu wakose ajira au ni fursa ya Watanzania au wananchi katika dunia hii kuweza kupata fursa ya ajira zaidi? Kwa na sisi kama nchi katika mijadala hii tumejipanga kuwa na mipango madhubuti ya kuandaa vijana wetu, kuandaa wananchi wa Tanzania ili tutakapokuwa tunaandaa sera na sheria ziendane na mabadiliko haya ambayo yatakuwa na faida chanya ya kutambua kazi hizi, lakini kuhakikisha kwamba hata wale wanaojiajiri wanaingia katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Na ndio maana katika tamko letu tumeeleza namna kama nchi tulivyofanikiwa mpaka sasa. Wale waliojiajiri katika mfumo wetu wa hifadhi scheme kupitia NSSF tayari tumewafikia Watanzania wapatao 560,000 na mpango wetu ndani ya miaka 5 ijayo ni kuwafikia Watanzania wapatao 300,000. Katika upande wa CMA ambapo tumeweza kuanzisha mfumo wa kusimamia mambo ya mashauri na kesi ambazo zinahusu wafanyakazi, ambao mpaka sasa tumeanzisha mfumo unaitwa e-Utatuzi ambao umekuwa ni mapinduzi makubwa na tumeuelezea katika tamko letu kama nchi, na kwa kweli umekuwa na mapokeo makubwa sana, na kupitia e-Utatuzi imepata mwitikio wa nchi nyingi ambazo zinatamani kuja kujifunza ni namna gani nchi ya Tanzania imeweza kufanikiwa kuwa na mfumo huu madhubuti wa kuweza kusikiliza mashauri na uamuzi juu ya masuala yanayohusu kazi. Jitihada zote hizi zinalenga na hasa zitaenda katika mwelekeo wa eneo hili ambalo hasa vijana wa Kitanzania wanajiajiri katika maeneo ya digital platform, social network na katika maeneo yote haya ambayo yanaendana na sayansi na teknolojia. Lakini kama nchi pia imejipanga kuwekeza kwenye miundombinu ya tehama, kwa sababu kazi hizi hazitafanyika bila kuwa na miundombinu thabiti ya tehama. Kama nchi pia tumetoa tamko la commitment kwamba kama nchi imejipanga na kumekuwa na mipango mbalimbali ikiwepo Tanzania ya kidijitali. Lengo ni kutengeneza mazingira wezeshi ili vijana watakapokuwa kwenye dunia inakotupeleka huko wao wamejiandaa, na kama nchi tuweze kuwapelekea vijana fursa tukiwa tumewaandalia mazingira wezeshi. Kwa mkutano huu umekuwa na faida kubwa na kama nchi tumetoa commitment kubwa, na kwa kweli umekuwa na manufaa kwa maana kwamba hata wenzetu nchi ambazo zilikuwa zinatufuatilia katika tamko letu limepata jambo kubwa la kujifunza kutoka kwenye nchi yetu ya Tanzania na mikakati yetu endelevu ya kwenda kufanya hii mabadiliko ya dunia ya sayansi na teknolojia tunaenda nayo pamoja katika kasi ambayo dunia inatupeleka. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote.